Oh yes, ni aje, ni vipi mzuka? Kama kawa, karibu sana kwenye ulimwengu wa stories za burudani kutokea Out of Bongo. The big story kubwa sana ni kuhusiana na issue ya Tupac, ambayo sasa hivi ushahidi unaendelea kuhusiana na kifo chake kilichotokea mwaka 1996. Tupac Shakur. So alikuwa CEO wa Death Row Records, anaitwa Suge Knight, ameithibitisha TMZ kwamba baada ya Tupac Shakur kufariki dunia, mama yake alitaka mwili wake uchomwe moto na afanyiwe cremation haraka iwezekanavyo, umenielewa? So Suge alisema alipata mtu wa nyumba kuhifadhi maiti usiku huo ili afanye zoezi hilo, lakini mtu huyo alimwambia alikuwa tayari ana shughuli nyingi na siku chache zijazo, umenielewa? So baada ya mwili wa Tupac Shakur kuchomwa moto, Suge alidai kwamba yeye na baadhi ya marafiki wa Tupac walichukua majivu yake. Alidai walichanganya majivu hayo na bangi, yani marijuana, na wakati wakiviringisha kwenye blunt, yani sigara kubwa ya bangi, kisha wakavuta. Suge alisema walifanya hivyo kwa sababu walihisi ndio njia kumwenzi Tupac Shakur, wakidai Tupac aliwahi kusema angependa kufanyiwa hivyo. Kwa hiyo hawa jamaa waliamua kumwenzi wakati wa kifo cha Tupac Shakur kwamba wamchome moto, alafu hayo majivu yatakayopatikana watayavutia bangi, yani marijuana. Lakini pia kwa mujibu wa TMZ, wakati kesi ya mauaji ya Tupac Shakur ikiendelea mahakamani, siku ya Jumanne huko Las Vegas, polisi walifika kwenye duka la kahawa la Starbucks lililokuwa karibu na mahakama baada ya kupokea taarifa za milio ya risasi katika eneo hilo. Hata hivyo, polisi walipofika walibaini kuwa hakukuwa na mtu aliyejeruhiwa wala kuuawa. So tukio hilo lilitokea karibu na mahakama ambako Duel Keith D, yani Davis, anashtakiwa kwa kuhusika katika mauaji ya Tupac ya mwaka 1996. Kwa hiyo jamaa yeye anatuhumiwa kwa kuhusika na mauaji ya Tupac Shakur yaliyotokea mwaka 1996. Waendesha mashtaka wanadai kuwa Keith D alipanga mauaji hayo baada ya Tupac kumpiga ndugu yake, na kwamba alitoa bunduki iliyotumiwa kumpiga Tupac risasi. Keith D amekana kuwa hana hatia yoyote na hajahusika kwenye mauaji ya Tupac Shakur. Kesi ya Tupac inaendelea huku polisi wakiendelea kuchunguza taarifa za tukio hilo la madai ya milio ya risasi katika duka hilo la kahawa. Umeelewa vizuri? So wakati kesi inaendelea mahakamani, wakasikia milio ya risasi kwenye duka la kahawa. Why? Je, mhusika ni yeye ambaye amehusika? Kwa nini milio ya risasi isikike wakati kesi ikiendelea mahakamani? So hiyo ndo sababu ambayo sasa hivi inazungumziwa. Je, ni kweli huyo jamaa Keith D Davis ndio amehusika na mauaji haya ya Tupac Shakur yaliyotokea mwaka 1996? Tuendelee kusubiri kuhusiana na hili jambo ili sote tuweze kujua ukweli wote kuhusiana na hili jambo. Juzi pia tuliona kuna mama naye alikuwa anatoa ushahidi kuhusiana na kifo cha Tupac Shakur, umeelewa vizuri? So sasa hivi bado ushahidi unaendelea. So kilichoniacha hoi ni hapo.